Tunaelewana? Tumesema kiburi ya watu wachache kufikiria ya kwamba biashara yao ndio ya muhimu. Tunasema hata biashara ya mwananchi wa kawaida ni ya muhimu. Na tumesema hivi kwa sababu wananchi wengi wanateseka, hawana mahali ya kukopa pesa. Kina mama wakienda table banking, pesa ni kidogo, na ile mambo ya interest ya mashailo na interest ya fuliza, wananchi wengi hawawezi kulipa. Kweli ama si kweli? Ndio wananchi wengi wanateseka safari hii kwa sababu ya mambo ya fuliza. Wananchi anajaribu kukopa shilingi 2,000, baada ya siku 3 anaambiwa walipa shilingi 4,000. Ni kweli ama si kweli? Na ndio wananchi wengi hapa tayari wameingizwa kwa CRB. Si kila mtu hapa iko na simu 2. Mwingine imesama na CRB. Mwingine ndio unafanya naye mpango nusu hapo. Tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini. Tunaelewana? Na tumesema tunaweka bilioni 50 katika biashara ya mama mboga, mtu ya bodaboda, mtu ya kiosk, biashara ya SME, watu wa chini, kwa sababu kazi ni kazi. Ni kama tunaelewana? Tuko na watu milioni 10 Kenya ambao wanafanya biashara hii ya chini. Na hawa watu wa chini kazi yao ndio inalisha watoto wao, lakini hawana mahali ya kukopa pesa. Tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini safari hii, ili tuweze kuinua kila biashara na kila mwananchi kutoka chini twende juu, ile inaitwa bottom. Wangapi wanakubali bottom up jamani, watu wa bottom up? Ninataka nikuulize wewe mtu wa Miu, kama tunaweza kuweka pesa ya serikali bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tuweka bilioni 50 kwa biashara yao watu wote hawa? Hawa watu waje mchezo bwana. Kenya si yao peke yao. Mwaka huu watajua hawajui. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Jambo la 3, tunasema tutaweka pesa kwa kilimo ya kutosha, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, na tuhakikisha kwamba mazao ya mkulima inapata soko ya sawa. Tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Tunaelewana jameni? Tunaelewana watu wa Bungoma? Tumesema lazima pesa iwe kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Hii mwaka ni yetu sisi wote. Tunakubaliana? Na jambo la 4, tumekubaliana na Moses Weta, tumekubaliana na Musalia Mudavadi, tumekubaliana na huyu muungano Kenneth Lusaka ya kwamba kabla ya Disemba mwaka huu kila mmoja wenu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu. Tunaelewana jameni? Tumesema hivi, ile mama mboga analipa shilingi 500, tutampunguzia mama mboga ije chini, pesa ya kila mwezi. Mimi ambaye napata mshahara kubwa, mimi nilipe zaidi, ili tutengeneze Kenya ya usawa. Kila mmoja wetu akigonjeka unaweza kwenda hospitalini ukatibiwe, na bima ya afya ya NHIF ilipe malipo ya hospitali ya kila mwananchi. Hiyo ndio Kenya ya usawa tunatafuta, watu wa Mihu na watu wa hapa Webuye. Mtakubali jameni tuunde hiyo serikali pamoja? Mtakubali tuunde hiyo serikali pamoja? Muko tayari? Muli tayari? Muko tayari? Hebu nione wala wanasema tuko tayari. Sasa mimi nauliza nyinyi, sisi tuko na mpango, tuko na Weta hapa, tuko na ma-DVD hapa, tuko na Kenneth Makelo Lusaka hapa, tuko na huyu investor huyu investor anatosha ama atoshi jameni?
Huyu mzungu wetu hapa si anatosha? Aungane na jeshi hii yetu ya mahasla, tutembee pamoja. Mimi nawauliza, si mnajua mashindano na Muyundo yuko hapa, na mimi nauliza nyinyi, si tumekubaliana? Sasa mimi nataka niwaulize swali moja. Si mnajua mashindano ni kati yetu na ile mtu ya kitendawili? Hiyo mashindano mimi nataka niulize nyinyi, ni mashindano ya kazi ama ya urembo? Ni ya kazi. Ule mzee ya kitendawili mmesikia kazi yote amefanya hapa? Kuna barabara yote inajenga. Anajua mahali ya kuunganisha stima. Sasa niulize nyinyi, watu wa hapa Webuye, hata mtu ambaye yako na shida na sadaka peke yake ya kanisa hajawahi kutoa sadaka mahali popote. Sadaka tu sadaka. Mimi nauliza nyinyi, mimi nasikia watu wengine ati wanatutembezea mzee ya kitendawili. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii mzee ya kitendawili tunaambiwa saa hii ni mwingine ama ni ule tunamjua? Kwani ni mtalii amekuja jana? Kwani ni mgeni ametutembelea? Si tunamjua? Kwani nyinyi watu wa Webuye hamumjui? Si ni ule alifukuza Weta kwa mambo ya Senate? Si ni ule ambaye anakataa mambo ya uchaguzi? Si ni ule wa kupanga vile reli itang'olewa? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule hana agenda ya titini mtiala lunaria? Huyo sasa ndiye ataweza kupeleka Kenya mbele mkipindi? Please, jameni. Tukubaliane jameni. Webuye tumekubaliana? Kuliana. Kuli pamoja. Mimi nauliza nyinyi, kura ya gavana tutapatia huyo Kenneth Lusaka jameni? Wapi kura ya Kenneth Lusaka nione? Mtatupatia seneta wa Kenya Kwanza anaitwa Weta, na women rep wa Kenya Kwanza, na mbunge wa Kenya Kwanza, na MCAs wote hao wa Kenya Kwanza. Tutatembea pamoja na kura ya hasla. Kura ya hasla. Hebu nione kura ya hasla hapo. Wapi nduru ya Moses Masika Wetangula? Wale mimi mlembe swa, mlembe te, mlembe mia, mulimo uyo. Mwasi mlehubo na hasula, mwasi mlehubo na ma-DVD, mwasi mlehubo na KLM, Kenneth Makele Lusaka, mwasi mlehubo na Investor, mwasi mlehubo na mayu wa mbilianga. Wimana bandu base kumusima ngamukhwikhalelekhile nefula khwamile vika khwakhacha busia khwecha khumalila anani. Na yangu itakuwa mafupi kwa sababu nyinyi ni watu wetu. Tunataka kuwaomba, hata kama mkiwa na vitu chini hapa ya kuchagua nani na nani, kura ya kwanza ni ya hasla kuwa president wa Kenya. Kwa sababu sisi kama viongozi wenu Weta na Musalia tumekaa na hasla na tumefunga kandarasi. We have a covenant, we have a contract, we have an agreement, we have a brotherhood ya kuhakikisha ya kwamba hii serikali tunaenda kuunda. Sisi si waalikwa, sisi ni wenye serikali. Na hii ndio serikali inakuja kuwabadilishia maisha yetu. Tulichagua viongozi kule nyuma. Wakati huu tumeweka mkataba 30% ya serikali ya hasla ni ya Musalia na Weta. Huko kazi ya bandu base
nebachagua ba minister fwesi khulimo, nebachagua ba PS fwesi khulimo, nebachagua ba ambassador fwesi khulimo, nebayila bandu mwami fwesi khulimo, nebachagua balimu fwesi khulimo, nebabukula bandu khucha mupolisi fwesi khulimo, nebabukula ba KWS fwesi khulimo. Baboneka, it can't be any better than that. Kubera bandu befwe efwe kwalolelele nga Uhuru aendesha serikali achake ebuila alikuwa amanga kama president kacha kuwe bandu kucha mu majeshi mu polisi 1,108 mara out of that 58,000 bamewewe na befwe kwajole mosini bandu base emoniyo wasese kulolela ta lazima ube nende yoro malefo kwemile nga bana benywe nga barara wenywe nga bawanda yenywe kubolambo si muyenywe sikuliefwe kulakendela ala kulaswalila kulala wala kumusai Bungoma yefei. Mnajua tulimuletea ule mtu akachaguliwa kama gavana, akaingia ofisi akasema ni pesa ilimchagua. Sasa tuko na Kenneth Makelo Lusaka. Lusaka huyu si mama yake anazaliwa hapa. Salimu hoja. Mlango wekula. Mbona wakimikotokia Lusaka hukuna. Na mama na mzungu hilo. Mzungu wa kwanza kwenda kuchaguliwa kwa nyumba ya Mlembe ni huyu. Mlembe naye. Mlembe naye. Samabo na maiwe county. Lakini liya muhimu, tunataka ndugu zetu mkubali kwamba mimi na Musalia kwenda kuungana na Hasla hatukufanya kosa. Tulitembea na huyu mzee wa kitendawili, hana shukurani, hana heshima, mambo yake haieleweki. Sasa ameshikana na wengine ile wanapanga tunajua, lakini tarehe 9 Raila miguu juu anaelekea Bondo. Walu hakenda ukari mawe yemeni wa manyahufuka. Efo wake mlekenye mvuandu befwe. Mount Kenya tumeshona, tumefunga. Rift Valley tumeshona, tumefunga. Pwani tumeshona, tumefunga. Hapa Western tumeshona, tumefunga. Sasa Raila atatushinda sisi namna gani? Haiwezekani, hakuna miujiza itafanyika. Kwa hivyo ndugu zangu, nemuona Musalia abamabone weta, nemuona weta abamabone Hasla, nemuona Hasla abamabone Lusaka. Ngakukende timu hii. Nikimalizia, tukiingia kwa serikali, hizi barabara zetu Lugulu, Magemo mpaka kule Kamkuywa tunaweka lami. Barabara kutoka Webuye kupitia na Buyole kuja hapa tunaweka lami. Barabara kutoka Burigidia mpaka Misihu tunaweka lami. Barabara zetu Bungoma peke yake tutapata zaidi ya kilomita 200 ya lami. Na hiyo tunajua because this hustler has no history of cheating people, has no history of lying. Sio wale wengine anakuambia leo anasema kingine. Wapi lo munyole kura na kuila ho olumalizika pawe taliteke. Kaja ka pakirizo malaliteke. Kaja ka pamalalaliteke. Omweno yimaya mwalotia. Omweno yimaya mwalotia. Wangapi wanasema huu mrengo wetu wa Kenya kwanza ndio mrengo utabadilisha Kenya. Mwisho kabisa, bandu befwe mukharama muri Ruto kabirire nimukhabile kurata. Saa 12 asubuhi tunataka ikifika saa 4 tumemalizana na Raila. Kama ni deni tumelipa, interest tumelipa, ameenda wapi? Nyumbani. Na hapa Bungoma ile mipango yote Hasla amesema ule wa kutekeleza ni Kenneth Makelo Lusaka. Sasa waja nimalizia hapo ili Musalia wasalimie ndio turudi kwa gavana wetu kutangia. Aya.
Wapi nduru ya umwami ma-DVD? Musalia Mudavadi. Hey, Mio, bandu na weguye mirembe. Uli maramu, uli moyo. Atka kimefika ama hamjafika? Imeingia? Asante sana. Mimi nitaongea tu mambo mawili. Jambo la kwanza, mimi nawauliza, Uhuru amefika hapa? Amewahi kufika hapa? Anajua wewe uko hapa? Anajua wewe uko Kenya hii? Sasa, ikiwa Uhuru ambaye ni president wa Jamhuri ya Kenya, mkubwa wa majeshi yote, ameshindwa kupeleka mjumbe wake ambaye anaitwa Moses Kuria kwa Azimio, wewe hapa mtu wa Mio unafata nini mambo ya Azimio, na Uhuru mwenyewe ameshinda kuingiza mjumbe wake kwa Azimio? Hata wewe huwezi kujiuliza. Sasa mimi naona wengine wanarandaranda hapa, wanasema DAP ni mradi wa Uhuru, vile Raila ni mradi wa Uhuru. Hiyo ni project. Uhuru ameshika remote kwa mkono. Wewe unajua nyinyi ni wachezaji wa mpira, mimi ni mtu wa Man U. Huyu wote ni Arsenal. Sisi tunajua ukishika remote, kama mpira ni ovyo unasema fast forward, kama ni nzuri unasema rewind, kama unataka kujisaidia unaweka pause ndio urudi, si namna hiyo? Na kama unataka ilale unaweka sleep. Sasa Uhuru ameshika remote, anafinya left, Raila anaenda left, anafinya right, Raila anaenda right, anaenda fast forward, anaenda forward, anaweka pause, anaweka pause, anafinya sleep, analala kwa mikutano London na hapa Kenya. Muhula magana gano yini mundu wawebuye. Sasa unaweza fata namna hiyo. Nataka serikali ya kulala, na wakati Uhuru anafinya sleep na Raila analala, anataka afanye na nini na hiyo serikali? Anataka kufanya nini? Wewe jiulize, wewe ni mtu wa aina gani? Sisi tumetembea na hawa jamaa, hawauziki. Sisi tuliamua kwamba sisi hatuwezi kupangwa, hatuwezi kushurutishwa, hatuwezi kulazimishwa. Na mimi napongeza sana Speaker Lusaka. Walimuinda sana huyu jamaa, wamweke kwa box. Lusaka akakataa, Weta akakataa, mimi nikakataa, na wengine wengi watakataa. Na tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, mimi naomba Waluya wote, Wakenya wote, tuambie Uhuru tumechoka, wewe enda nyumbani vile Kibaki alienda akastafu. Waacha mambo ya kukua patron wa Azimio. Go and rest. Tunaelewana kabisa? Ama mnataka Uhuru aendelee? Mnataka aendelee? Mimi nilisikia Raila akisema atafata nyayo za Uhuru. Ama hamkusikia? Sasa alisema hivyo. Sasa fuliza inawafinya ama iko sawa? Sinamfinya. Madeni yanamfinya, kodi inamfinya, bei ya mafuta imeenda juu, bei ya petroli imeenda juu, bodaboda imekuwa shida, CBC imeharibu mambo ya elimu. Sasa wakati Raila anasema nitapata nyayo ya Uhuru, atapata nyayo gani? Kuzidi kutuweka kwa shida. Kwa hivyo sisi tunasema tarehe 9 bandi wefue, tuonyeshe hawa watu mlango. Uhuru aende Gatundu na Raila aende Bondo, mambo ikushe. Serikali mpya fanya nini? Tumehala. Asante sana. Tuko na ndugu yetu Gavana Kenneth Makelo Lusaka. Wapi ndugu ya Lusaka? Wahoja mrembe, wamai mrembe.
Rwanda ese mlembe. Uliala. Mimi nataka kusema mambo mawili. Mimi sio mgeni hapa. Mimi nilianzisha hii kaunti ya Bungoma na nimeamua nirudi ili nirekebishe mambo mawili matatu. Ya kwanza, nikirudi watoto wale wanapata marks 190 ama 150 wote watalipiwa basari, ili nisikuwe ati watoto wale wamepata marks 350 peke yao ndio wanalipiwa scholarship. Hiyo tutarudisha. Ya pili, mambo ya mbolea, kwa sababu hii ni uchumi wa kaunti ya Bungoma ni mambo ya kilimo. Wakati nimetoka nilikuwa nimefikisha mfuko 750. Sasa imerudisha mpaka 150 na budget kubwa. Mimi nikirudi narudisha 1000 kwenda mbele ili tuweze kuwa na uchumi ambao itaelekea. Tumekuwa na pesa ya kusaidia wakina mama, ilikuwa inaitwa Women Empowerment Fund. Tulikuwa na pesa ya kusaidia vijana inaitwa Youth Empowerment Fund. Tulikuwa na mambo ya kusaidia mataa hapa. Hizo zote ziliwekwa kando kwa sababu mimi nilikuwa nimetoka. Tarehe 9 kupitia kwenu, Mungu akipenda, ninarudi tumalize hiyo maneno. Na niwaulize hawa wenye wako, ukichukua paka mweusi uweke kwa maziwa, ukitoa atakuwa mweupe? Atakuwa tu mweusi. Sasa namna hiyo hawaso maliza. Na mimi najua tumefanya na mheshimiwa Deputy President William ambaye atakuwa rais, na najua umuhimu wa county government kufanya na national government. Kuna mambo mengi tulifanya pamoja. Kwa hivyo yeye akiingia na mimi nishikilia hapa chini na uweta pia na wengine, tutapeleka hii kaunti mbele. Nataka niwahakikishie wale wana macho wameona, wana macho watangoja tarehe 9 saa 2:30 miguu itakuwa imeenda juu, watu wameenda nyumbani, watakutana huko. Kumatija kwa habari ndeko. Haya, tuko na mama Catherine hapo Wambilianga. Wewe BMLMB. Emi umulio. Oina mai Wambilianga tu. Epo kwa jirana kubabera hasola masi miroyo. Saruke ni walwali. Epo na kunyoro mukeni mana ha kusaba kukola kunyenda se kumua. Lepo ngobora bantu wewe biye emi wineno kuli. Kupile Kenya kwanza ekura yefwe. Wega bakapila Kenya kwanza ekura. Ekura ya hasala. Ekura ya hasala. Lima hili sinenda kubasima bantu bemiu. Ezanga mwapila kuchaguzi mara wanja kwanza tayari kuja na yoko. Mara nama nyilendi arusi ndaisa chambanga makezi ya taita. Mai wakia nasala nana makezi ya wazani bano. Baba aniwalini mawaleta kimu mkezi ya mwende zani ya mwende arusi. Tarati sa kumwezi kwa mnani. Mumanya mzamuli Kenya kwanza niya kera na serikali ele haita. Samwabo nama amebefano. Nama nasa mwambone. Samwabo senator. Na samwabo hasa wa mwende. Asante ko. Asante. Tuko na muungano hapo anaitwa Investor Martin. Wande mbana asifiwe. Wande mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mya. Enye marandu mlembe nje musuru. Jendere hasula. Nirere hasula maza nimrere. Uchere maza wichire. Efogonya tundaga tushukuru mheshimiwa Deputy President na my party leader Moses Masika Wetangula na mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kukuja hapa Miu. Mheshimiwa Deputy President, hakuna chopa imeshawahi anguka hapa Miu. Wewe ndio wa kwanza kuangusha hapa chopa. Tunataka tukushukuru, na pia hao wangwana wamesema kitu moja mheshimiwa Deputy President, that ukiwa rais watu wengi hapa bado hawajapata stima, bado wanataka stima hapa. Wanasema utolee barabara lami kutoka hapa na Buyole iende paka Furo, iende Lukusi, iende paka Sinoko, iende paka Wabuholi huko na Mwezini. Alafu hao mama mheshimiwa Deputy President, unajua tunafanyanga maneno yao mama hawa, lakini abantu efulana okulomaka kwefu samumanyire okulomaka kwefu newe ya habari utakire umundu omoneti yangi orien onyala wache wakaba siembe wamoneti yangi kweli onyache wakaba siembe wamoneti yangi so haba hasola wabachonga sawa. So sisi tuko pamoja na mheshimiwa DP iwe kuye isi hii
tunataka tuwahakishie we will deliver 90% kwa Kenya kwanza. Asante sana. Haya, tuko na mama Violet. Hapa mama Violet akiongea Chief Hassan, nataka kuambia hapa Bungoma we have wiped out something called ODM. Huyu mama alichaguliwa hapa kama ODM, lakini tumemtongoza, amekuja Fort Kenya, amekuja na wenzake, na ni mama mchapakazi. Wacha wasalimie, na tunamshukuru sana kwa kufanya uamuzi wa busara, uamuzi wa kutembea na wenzake. Kandi befu mulembe, mulembe swa, mulembe te, mulembe mia, emulembe ya William Samuel Ruto, emulembe ya Wetangula, emulembe ya Lusaka. Asante, Your Excellency, tunakushukuru kukuja Miru. Hao wamama walikuwa wamekungoja yao yote. Kuna wakati ulikuwa ukuja kuwatembelea, tukakuja tukapanga vizuri, wakakungoja kwa hamu na gamu. Vitu zikaenda kando kidogo, lakini tumenyorosha. Sasa wako hapa kama wote. Walikuwa wameiga nyimbo nyingi zote kuimbia siku ya leo, na wanajua kwamba wakati umekuja leo utasema jambo moja, pia wamama wangu watapona. Vijana wangu wa bodaboda walikuwa wamekuota kama yote. Wanaamini kwamba leo vile uko hapa Mwami, ukisema jambo moja vijana wa bodaboda watapona. Lakini kuhakikishia na mwisho ya kwamba mwenzangu amesema mambo ya stima umesikia. Tunajua ni miezi 3 imebaki wewe kuwa president wa hili Kenya. Naomba ya kwamba ukikuja na ukienda State House ukumbuke watu wa Wabia East, watu wa Miu Ward, tutembee pamoja, lakini tunahakikishia kwamba kura yetu hapa Miu, kura yetu Wabuya East ni yako, ya Kenya kwanza. Wewe ni president, tunakuheshimu. Asante sana. Haya, tuko na rafiki wa mama Catherine Wambilianga, anaitwa Nancy Kibaba. Niko hapa na muungwana anaitwa Didimas Barata. Bandu mimi umlembe. Bali kirijanga kideu nyoro. Kirijanga chibwe chikirie. Kumutaragwa. Wafunekawa kumutaragwa, wafunekawa. Watu wa Miu, si mnajua tuko na makundi mbili ambayo yanatafuta urais. Kundi moja ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na rais wetu mtarajiwa William Ruto na principal wawili ma-DVD na Wetangula, si mnajua? Na huyu investor mkimchagua akuwa mjumbe wenu atakuwa pia headmaster wa Kenya Kwanza. Na si mnajua ile mrengo mwingine ya Kenya Ngoja. Ati Kenya Ngoja, hao watu ambao wamepandisha bei ya maziwa, wamepandisha bei ya sukari, wamepandisha bei ya unga, na pia wamepandisha bei ya mafuta ambayo mwananchi wa kawaida anatumia. Na mwenye kuongoza hiyo kundi ya kupandisha vitu bei si mwingine ni Rais Uhuru Kenyatta. Alafu hataki kwenda nyumbani, anajificha nyuma ya Raila Odinga, atakuwa anaongoza kama puppet,
Raila Odinga akuwe rais kama puppet, na Wakenya wamwambia Rais Uhuru Kenyatta amaliza yake 10 haraka haraka, alafu aende nyumbani, alafu rais achaguliwe mpya anaitwa William Samoei Ruto. Nyinyi ni watu ya William ama watu ya yule mtu ya kulala usingizi? Nyinyi ni watu ya William Ruto? Ndio ni watu ya William Ruto, William Ruto, William Ruto, William Ruto, William Ruto, William kila mahali. Mungu awabariki sana. Haya, tuko na mama mwingine hapo anaitwa, haya, na tuko na Muyuno.